Asante sana, lakini najua uulizi gavana, deputy yuko na mimi niko. Kwa hiyo sasa uulizi gavana, lakini nashukuru kwa sababu umepeana 80,000. Na mimi nitaongeza pesa hiyo watu wakule lunch, wale ambao walikuwa wamekuja kwa mjini. Ndio sukuru kwa mzuri. Si ndio? Kwa hivyo nitapeana shilingi 1,100, 20,000 nitapeana kwa hii kwaya. Hii kwaya unaona nitahakikisha kwamba mlikuwa mzuri. Si itakuwa mzuri? Again, the graduation of yet another cohort of our youth who have undergone training at Ajiry Center here in Kisii. It's also an end-year party for Kisii Ajiry fraternity, and I thank the management and stakeholders for organizing this great get-together for all youth who have been trained here at Kisii Ajiry Center. As you are aware, the youth constitute of 20% of population and is at centers of our mandate to provide training and employment opportunities. And it's for this reason that I reached out to Ajiry, courtesy of MasterCard, and to establish their Kisii Ajiry Center here at the stadium. Youths have taken classes in ICT and IC3 here at the center, together with other training exposures in entrepreneurship and financial management. Our music recording studio, which is down here at Ajiry Center, is also helping develop talent among the youths. And in this regard, we beseech our partners from Skiza Tune, Shafco, ile ingine nimeona inaitwa Moyo Mogo. Mzee wao umeongea hapa, watoto wakapiga makofi. Najua ile accent ya Kisii ilikuwa nzuri mpaka kila mtu anaipenda. Ama vipi? Yeah. To help nurture these young talents by promoting songs produced at the studio. Equally, through MasterCard, Shafco organization has also come in to help us in sponsoring our youths to pursue technical courses in various technical colleges. Over 300 trainees from the Ajiry Center are benefiting from the sponsorship program from Shafco this year, and 400 more students have been earmarked for the next year. And youths have taken classes in ICT and IC3 here at the center, together with other training exposures in entrepreneurship and financial management. Our music recording studio, which is down here at Ajiry Center, is also helping develop talent among the youths. And in this regard, we beseech our partners from Skiza Tune, Shafco, ile ingine nimeona inaitwa Moyo Mogo. Mzee wao umeongea hapa, watoto wakapiga makofi. Najua ile accent ya Kisii ilikuwa nzuri mpaka kila mtu anaipenda. Ama vipi? Yeah. To help nurture these young talents by promoting songs produced at the studio. Equally, through MasterCard, Shafco organization has also come in to help us in sponsoring our youths to pursue technical courses in various technical colleges. Over 300 trainees from the Ajiry Center are benefiting from the sponsorship program from Shafco this year, and 400 more students have been earmarked for the next year. And we are going to open in the 9 sub-counties our centers to help these youngsters. Over this Christmas, instead of engaging in other things, you do more of training in these centers. I'm looking for sponsorship, and the real majority, I want to plead with you. I'm thinking on how to get some resources through the assembly in the budget to accommodate this program so that it can be sustained throughout.
That's the only way we can help our young people. While we are putting 245 million in the bursary, I'm thinking in the forward budget is important. Hata kama tutatafuta milioni 10 tu na kuhakikisha kwamba every sub county is running, let us do it. We have been given, unajua huwezi pewa mkate kila siku. Mtoto si anazaliwa leo, anaamka anatembea ama vipi? Yeah. And with those many remarks, I congratulate all the graduates and advise that you put the skill you have acquired into practice to earn a living and creating more networks. Let me also appeal for more of the youths to enroll in the training program at the H.E Ajiry Center. Allow me. I didn't have so much, but allow me to mention a few things here. Now that in college, for sure, hata kama nilikuwa chairman, these ladies came and asked me where was my girlfriend. Niliwadanganya, nikamwambia yuko South Africa then. Kwa sababu sikuwa na uwezo wa kununua lunch wakati huo. Isipokuwa zile allowances tulikuwa tunapewa as chairman, chairman ile ya student union wa Kiokota. But then I could not sustain. The person I remember, of course, I had so many girlfriends. much later. Not high school, not even in college, afterwards. Umenikumbusha mambo ya Korea kwa sababu kule nilikuwa na my girlfriend wa kwanza kutoka South Korea. Na wanajuana na bibi yangu pia. Wanajuana siku lakini yeye sasa yule yuko kule, huyu sasa ndio bibi yangu. Nataka niseme, you know, he mentioned something and I just picked it. Nikasema it's possible that Kisii we can change our way of doing things. Kwamba Kisii can be an hub. That we can create employment in the other counties, even we can transport and transfer skills from elsewhere to Kisii. It's possible we can get job opportunities in Kisii to every young person who is finishing school. It is possible. One city and I don't want to talk of China, but I want to talk of Korea. One city, because he mentioned of Korea, one of the cities that I know, I went to, iko na 17 million people. Lakini ukitafuta mtu hapa mchana, you can't see anybody in the streets. 17 million, a city, driving around, you can't see anybody. Kisii, we are only 1.what? Around 1.5, not a sort of 1.5. Ukitoka hapa nje, si utapata streets zimejaa. Watu hawajui wanatoka wapi, wanaenda wapi. I'm not talking about China. China is 1.5 billion now. For the MCAs who traveled, we traveled even with my deputy. You could see how serious people are. Hakuna hii biashara ndogo hapa. People, they are serious. And we cannot afford to reverse. We must make it happen. Young people, we must sit down. We must have a conversation. We must start somewhere. There is no national government which is going to come and help you here. We must fix ourselves as a county. Unless tuache hii biashara ya kutusiana kwa mitandao, we take that opportunity. Ile pesa shilingi 10, shilingi 50, 100 unatumia kwa airtime. We do even what we call a research. Tutakuwa mahali. Kwa hivyo hii mambo ya maktani, we move, tunatembea hatua 20, unapata tumerudi 15. Tukienda 25, tumerudi 12. We can't get there.
Nataka niwaulize tafadhali nyote, now that you have graduated leo, mko na akili nzuri, is only opportunities ambazo hazijafunguka, but you can open those opportunities yourself. I just admired this lady at the time. Nauliza, a lady, you know, sisi ni wale tulikuwa nafanya hizi courses zingine ndogo ndogo. Huyu ni engineer, hesabu ni mzuri. Let's admire kwamba msichana anafanya nini? Engineering and mechanical engineering, where there were very few. Kwa hivyo you are there again, all of you, we can make it in life. Nikubalie niseme hili, for you graduates, wish you well. Looking forward to see many businesses, and again we have a lot of money. Tuko na pesa nyingi hapa, we have 40 million ambazo zinahitaji nyinyi you apply for, mfanye biashara. Na kama hujafundishwa vizuri, utafundishwa the way to do that business. Pili, nikubalie, there is a gentleman who spoke of, no, a lady who spoke of skill sponsorship. Nani yule aliongea hapo? KCB. Wale KCB, the lady about the name. I want to thank you for the envelope. Umefungua envelope yangu? How did you open it? It was not addressed to you. How could you open my envelope? How could you? Ati ya chat on my mails. Sasa huyu daktari kufikiria ni haraka. I want to thank you. Nimeona mbuzi pale. Asante. Na I'm looking forward to see how you're going to partner with us, especially in this program of Ajiry to ikimbize Kisii mzima. We'll be grateful. Thank you. Asante sana. Kitu ya pili na ya mwisho, who said about the ladies? No, it's the MCA Venice. I don't know what's happening worldwide. I attended a graduation in the US, and the majority of people who are graduating then were ladies. Nikauliza wale wazungu, what happened with men? Where are they? Nikaambiwa wengi walikuwa jela. Unapata kwamba the 2/3 ya uwanja, they are only ladies who are graduating. Men, they are not there. You ask yourself, ladies, congratulations. Tafadhali nyinyi ni uti wa mgongo wa jamii. Congratulations, and we are looking forward that you can be able to transform the society. Things. What I hate most. Sisemi mimi ni malaika. Wacha sasa niseme. Mimi ni mwanadamu kama mwanadamu yoyote yule mwingine. It's only that I have been given an opportunity to be first among the equals. Sisi zote ni sawa. Ni vile tu nimepewa nafasi ya kutangulia kwa line. Otherwise mtu yoyote ataweza tangulia kwa line. Lakini mmenipa nafasi mimi nitangulie kwa line. Na mkinipa nafasi nitangulie, tafadhali nikubalie nifanye kazi. Nikubalie nifanye kazi because mimi niko mbele. Na nikiwa mbele lazima niwe mtu wa kwanza kuhakikisha kwamba njia iko safi. Mnakumbuka ile story ya Mheshimiwa Rais Moi, anasema mimi na driver tuko hapa mbele. Mimi sijui ni nini nafanyika huko nyuma, watu wanaibiana, watu wananyonga huko nyuma, mimi naendesha gari, lakini every blame lazima iende to the driver. Hata saa hizi watu wakosane hapo wapigane, itasemekana tulikuwa stadium, Simba ameweka vijana wamepiga mtu. Sina kuona hivyo. Hata mimi sijui, nasikia kuna vikundi hapa, and I want to have a deliberate discussion with the national government. You know, it's like the Israelites. They
walikubali hii timu inaitwa Hamas. Hamas ikawachwa ikapigana mara ya kwanza na hawa Hezbollah. Kumbe Hamas walikuwa wanachimba tunnels all over. Now the other day wakati Israel imepiga wa Palestinians, yes, wamepata maandaki makubwa duniani ambayo hayajengwa with all weaponries, because watu walirudi wakakaa. Na sisi, I'm thinking we could be sliding slowly because of entertaining some groups in the county and in the country to operate. Hapa Kisii kumekuwa na mauaji mabaya, na mauaji ambayo haezi leta maisha ya watu kuwa mazuri. We have a criminal gang in the name I don't know what, ambao lazima watishe watu hapo. Unajua sisi ni wauaji wabaya sana. Their day is coming and we'll say enough is enough. I know they have killed some people. I've gotten information, and this information we want to share with the national government. We see to get to the root of the evil. Nataka niseme hivi, mmesikia watu wakipiga kelele, Simba hajafanya kazi, hao watu wanaingia ofisi, hakuna barabara imelipwa, hakuna pending bills alipi. I want to confirm today, tulipoingia ofisi mwezi gani ule DG? Mwezi wa 9. Kwa miaka 10 serikali iliyokuwepo ilikuwa imetengeneza 81 ECD classrooms. But since mwezi wa 9 to date, mwaka moja, I have completed 128 ECD classrooms. Whereas these guys, they are done 81 classrooms. Again, leave about ECD. We had done for 1 year 200 kilometers out of 207 which were procured. Barabara kilomita 200 ambazo tumefanya. Alafu watu wakisimama hapo unasikia matusi mingi. Simba absorption of money is pesa inarudi. Pesa gani imerudi? We did not get any money in the coffers. We were in arrears, ama tuko in a pending bill of 1.6 billion. Pesa gani itazarudi? There is no money which goes back. Turkana is a classical example. Turkana, yule gavana alipoingia alipata yule gavana mwingine au ametumia 5 billion. Na hiyo pesa yote Turkana wamepewa. Hakuna pesa ambayo inarudi kule. Nataka niseme, in my 1 year in office, tumepeana bursary 145 million. This round up, we are doing 225 million. Hiyo wanasema, hiyo sio project. Ni nini? Mishahara, we pay, we normally get in a month around 700 million. Lakini ile pesa tunalipa mshahara is 420 million. Kama ningelipa pending bill pekee, wacha ningesema kwamba ningekuwa sijalipa mshahara karibu miezi 2 mzima. But I've been paying the salaries na pending bills zingine tunalipa. Ile kitu nimeamua, siwezi lipa pesa ambayo kazi itafanyika. I cannot pay. Afadhali hiyo pesa niweke isaidia vijana wapate kazi. Hivyo tu. Kwa hivyo, with those many remarks, nataka